الحمد لله باسمه الله أسلوه ألها الله تألها إله فزيد فيه ألف للتفهيم والتعظيم فصار الإله ثم حذفت الهمزة بعدم اجتهادها فصار الله ثم ودغمت اللام في اللام فصار الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الجن والإنس سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى آخر الزمان. قال الله تعالى في منزله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أما بعد، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إخوة الإيمان أحباب رسول الله، لزامك الإيمان وبنزك ونمتر محمد صلى الله عليه وسلم. Kwanza kabisa nausieni pamoja na kuisikia nafsi yangu swala zima la kumcha Allah, kwani wale ambao waliotutangulia baadhi yao waliweza kushikamana na maamrisho yake Allah na wakajua kweli hiyo dini ya Uislamu ni ridhio lake na ni chaguo lake Allah, kama anavyosema mwenyewe: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wakakubali, wakampenda Allah na kufuata maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka wale tukiwataja tunasema radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee mtu fulani au watu fulani. Na sisi pia tukifuata maamrisho yake Allah huenda tukapata radhi zake Mwenyezi Mungu siku hiyo. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Kwa hakika siku hizi ndoa imekuwa ni kama kampuni ya mapenzi. Kabla watu hawajaoana wanaelewana, lakini pindi watu wanapoana wakizaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, talaka zinazidi na wako kwenye halamu mbili. Tutaongelea kwenye bahari swala la ndoa, lakini subtopic yetu ni hukumu ya mwanamke kufanya kazi katika Uislamu. Tuko kwenye bahari ya ndoa, lakini subtopic hukumu ya mwanamke kufanya kazi katika Uislamu. Tunao mama zetu wanaofanya kazi ofisini, tunao wake zetu wanaochoma viazi, wanauza duka na biashara mbalimbali. Sheria inasemaje? Kwa hivyo nawaombeni, a'inuni adhana wa'iyan wa quluban saqiya, naomba mniazime masikio yenu, tena masikio yenye kusikia vizuri mno na nyoyo yenye kuchukua na kuhifadhi na kubadilisha maneno kuwa vitendo. Taala, njoni pamoja nami katika khutba kama hii ili tupate ladha na utamu kuliko huyu mwanamke amewekwa sehemu gani wakati anafanya kazi. Yasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, katika sura Al-Taha, hii ni sura 20 aya nambari 116 na aya nambari 117. Anasemaje? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Anasema: idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kumbukeni pale Mwenyezi Mungu alipowaambia malaika wamsujudie baba yetu Adam, fasajadu, wakaporomoka wote kumsujudia, illa Iblisa aba, isipokuwa Iblisi alikataa. Kwa kukataa kwake huyu Iblisi, Allah anasema fakulna, anatumia wingi, sio kana kwamba kuna Mungu zaidi ya mmoja. La, fakulna, hapo tena tukamwambia au tukasema. Kumwambia nani? Kumwambia Adam: ya Adam, ewe Adam, inna hadha, hakika ya huyu. Nani huyo? Iblisi. Inna hadha, hakika huyu. Hadha katika kimya ya Kiarabu ismu isharati nadullu ala al-qarib, ni kana kwamba kunaonyesha kitu kiko karibu, kaanna
ni adui yako wewe. Kwa hivyo kwanza tujue ndugu zangu, adui yetu sisi sio jirani yako unaenda naye. Adui yetu sisi ni Ibilisi. Lakini leo cha ajabu, mtu kanunua uwanja, kanunua shamba, anajenga nyumba, kaja mwenzake pale na amejenga nyumba, kisha baadaye hawaelewani. Huyu anasema adui yangu huyu jirani yangu, maskini hawezi tena kuinua nyumba yake akaenda kajenga kwingine. Tayari huyo ni jirani yangu. Leo ndugu yangu Muislamu, kuna haki ya ujirani. Hata kama si Muislamu, ana haki yake moja. Na kama ni Muislamu tena ni jamaa yako, ana haki zake tatu. Ana haki ya ujirani, haki ya Uislamu na haki ya ujamaa. Haki ya ujamaa kama ni ndugu yako, ni mjomba wako, ni baba yako, ana haki zake. Kwa hivyo tuelewe, Qur'an inasema adui yetu mkubwa ni Ibilisi. Walizawjika, na kwa mke wako pia vile vile, fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa, asije akakutoeni katika kila kiarabu. Hapa imekuja vima na watu wawili, asije akakutoeni katika pepo, fatashqa, utapata tabu. Adam anta wahadaka ya Adam, wewe peke yako ya Adam utapata shida, na ukipata shida Adam, mkeo pia vile vile atapata shida. Ni shida gani ama ni tabu gani hapa zinazokusudiwa? Peponi sio mahali pa kufanya kazi. Peponi ni mahali pa kustarehe. Yoyote ambaye yuko katika dunia hii anapenda mambo mazuri, basi fanya amali nzuri, uingie peponi upate kustarehe. Yoyote ambaye yuko katika dunia hii anapenda baraza, kukaa maskani, kuzungumza na watu, basi kesho Ramadhani inakutosha. Yoyote ambaye yuko katika dunia hii anapenda ukumbusho, basi mauti anakuwa ni kiasi cha ukumbusho wake. Yoyote ambaye yuko katika dunia hii anapenda mapambo, basi kuwa Muislamu inakutosha. Yoyote ambaye yuko katika dunia hii anapenda uzuri, kuwa na tabia njema inakutosha. Waman lam yakfihi kulli hadha, na yule ambaye kwamba asiyetosheka na yote katika haya niliyoyataja, basi famnani takfihi, huyo ni mwenye kutoshelezeka na moto mkali wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atuepushie na moto mkali huo. Inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. Huyu Ibilisi ni adui yako wewe na kwa mke wako, asije akakutoeni katika pepo Adamu, utapata shida. Peponi wewe ulikuwa hulimi shamba, hutafuti mazao, uchungi wanyama, lakini mtakapotolewa peponi, mkija hapa duniani, Adamu wewe itakulazimu utafute shamba, uanze kulima, utafute riziki ya halali yako wewe pamoja na mkeo. Shida Adamu zitakufika wewe, utafute kibarua. Shida Adamu zitakufika wewe, utafute wanyama, mbuzi, kondoo, ngamia, uwachunge, utafute riziki ya halali yako wewe pamoja na mkeo na watoto wako. Shida zitakufika wewe Adam. Kwa kwanza tuelewe, sisi wanaume hizi shida ni zetu. Lakini leo cha ajabu, kijana wa mtu anampita binti wa mtu, anaozeshwa, mbaba anayeridhia mwanawe anaozesha kijana huyo, kisha baada ya kuzaa watoto wawili na watatu, utapata kijana yule anakaa maskani na mrukaa Manchester Arsenal. Mkewe aliyezaa watoto watatu, kazi yake ni kuchoma viazi, analisha watoto, anachoma viazi, anawasomesha watoto madrasa, shuleni. Huyu mwanamke ndio anaangalia familia, mume kazi yake ni kukaa maskani. Vijana wa leo wengi wetu hasa wa pwani hawataki kujihangaisha. Ndugu zangu Waislamu, waachie wengi wazee wetu na mama zetu kujihangaisha kutafuta. Kwanza naomba nijibu swala hili haraka ili watu wengine fikra zao zisije zikapeleka mahali pabaya. Je, huyu mwanamke anaruhusiwa kufanya kazi? Naam. Katika sheria ya Kiislamu mwanamke hajakatazwa kufanya kazi. Kwanza tuelewe. Wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na mwanamke aliyekuwa kufanya kazi, ismuha Asma binti Abu Bakar. Asma yeye ni dada yake Aisha binti Abu Bakar. Aisha yeye ni mke wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asma alikuwa akifanya
kazi na nani? Asma alikuwa anafanya kazi ya uchungaji farasi. Farasi anachungwa, anaoshwa, analishwa. Asma alikuwa akifanya hiyo kazi pamoja na mume wake. Mnamjua mume wake ni nani? Zubair bin Awwam, katika wale masahaba 10 waliobashiriwa pepo. Kuna makosa mwanamke akifanya kazi na mumewe? Kama hao watu wawili wamehalalishiwa mengi na mengi katika ndoa yao, kutakuwa na kosa. Baadaye mtanisaidia ndugu zangu, watu wa ndoa. Huyu mwanamke anaenda kufanya kazi na mwanamume mwingine, mume wa mtu, mke wa mtu, wakiwa pekee, hao wawili pekee, asubuhi mpaka jioni. Baadaye mtanisaidia sheria hii tumeitoa wapi? Hakuna watoto wao, hamna baadhi ya watu, ni wao peke yao. Yosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakruwanna rajulun min imra'atin illa kana thalithuma shaytan. Hawikweke mwanamume na mwanamke kukaa pamoja isipokuwa watatu wao ni shaytan. Sahaba mmoja aliuliza, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, hata kama umekaa na mwanamke mcha Mungu pia haifai? Sisi watu wa pwani tunapenda kusema msalihina, yani mwanamke ambaye anafanya amali mbalimbali, anasali, anatoa sadaka, anatoa zaka na mfano wake, pia haifai umeketi naye? Sikilizeni majibu ya mtukufu wa daraja. Anasema Bwana Mtume, hata kama umekaa na Maryam aliyetakasika pia haifai. Mnamfahamu Maryam? Mnamjua Maryam ni nani? Maryam ndiye mwanamke pekee yake anayetajwa ndani ya Qur'ani kwa jina. Wanawake hawakutajwa ndani ya Qur'ani kwa majina. Wametajwa ndani ya Qur'ani lakini sio kwa majina. Wamra'atuhu, mke wa Bilal ametajwa, mke wa Firaun ametajwa lakini si kwa jina. Mwanamke pekee aliyetajwa kwa jina ni Maryam, na miongoni mwa sababu za Maryam kutajwa ni kwa sababu kamzaa Nabii Isa bila ya mwanamume yoyote. Ili sisi wanadamu tukianza kuuliza maswali kumuuliza Allah, sasa huyu Isa atakuwa mwana wa nani? Jibu ni hili, Isa ni mwana wa Maryam, moja katika zile sababu. Sasa hii inaonyesha hata jina la mwanamke pia ni sawa, unatakiwa ulifiche. Jina la mke wako pia sio unalitaja jina bali ya Maryam, ya Aisha, ni sawa. Mwanamke anatakiwa awe katika hali ya sawa. Umekaa mahali ya pia haifai. Tumwangalie mahali Mungu anasema. Allah anasema, tazama katika sura Maryam sura 19 aya 16. Allah anasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Anasema, wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan sharqiyyan فانتقضت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Siku moja mama Maryam, wanawazuoni wengine wanasema alikuwa ameenda kujidhihirisha mtoni, wengine wanasema ameenda kuteka maji. Wakati yuko faragha peke yake, mama Maryam bikira alijiliwa na malaika Jibril katika maumbile ya mwanadamu. Maryam hakujua ni malaika, akaona ni mwanamume, ni mtu iwaja mahali yuko peke yake, akamkaribia na kumtolea maneno mazito, kama unamwogopa Mungu nenda zako. Pale pale malaika akajitambulisha, qala innama ana rasulu rabbiki liahbalaka ghulaman safiya. Usione mimi ni mwanadamu, mimi ni mjumbe wa Mola wako, mimi ni malaika, ili nikupe mwana mtakatifu. Tazama mtoto mtakatifu. Hapa tunafundishwa nini? Tunamuuliza manake hawa wawili hapa wanafanya kazi hapa asubuhi mpaka jioni. Ujue lengo ni kazi. Tunasema wakikaa pamoja, shetani anaingia katikati. Tumuulize Allah tusaidie. Allah anatumajibu katika sura Bani Israil sura ya 17 juzuu ya 15 aya 32 inasema, wala taqrabu zina. Allah hakusema wala tazimu, wala msizini, bal qala wala taqrabu, wala msikurubie. Kwa nini Allah anasema hivi? Tumuulize profesa wa Mtume Muhammad. Mtume anatusaidia. Tazama katika Sahih al-Muslim hadithi anasema, hiya sita ashya min
yani kabla mzinifu hajazini kuna mambo sita atayafanya. Jambo la kwanza ni an-nadhru, kuangalia. Hawa wanaofanya kazi pamoja wakiwa peke yao hawatazamani, hawa ufunga mambo. Jambo la pili Mtume akasema ni at-tabassum, ni kutabasamu, kucheka. Hawa hawacheki, hawa huruma. Jambo la tatu Mtume akasema ni as-salam au al-qalam, ima wasalimiane au wazungumze. Hawa hawazungumzi, hawa unyamaza kimya. Jambo la nne Mtume akasema ni al-mi'adi wa haidiana watu watakapokutana. Jambo la tano Mtume akasema ni al-liqa, kule kukutana kwenyewe. Jambo la sita al-fi'l, ni ile kitu chenyewe. Kwa kabla msiniko yazini kuna stage mbalimbali ya tabitia inaweza kufikia hilo leo. Ndugu zangu Waislamu, mwanamke hajakatazwa kufanya kazi, lakini hebu tuangalie wanawake wa sasa hivi wanafanya kazi. Wanawake walioajiriwa kwenye makampuni watatoka ile hali mavazi yao yanaonekana buibui la transparency, kila mmoja anaenda kufanya naye kazi amuone jinsi alivyovaa. Hajakatazwa mwanamke kufanya kazi, basi jisikiri. Anatoka mwanamke kwa anafanya kazi manispaa, kwa anafanya kazi kwenye kampuni fulani, basi anatoka na kuingia tamu ili aende akamrudisha yule anaenda kufanya naye kazi. Lakini akirudi nyumbani saa zote kumpa moshi, hajipambe akamrudisha mumewe, lakini anapotoka kujipamba. Tumuulize Allah, vipi Allah anasaidia? Tazama katika sura Al-Ahzab, sura 33, anasema Allah, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Anasema ya ayuhan nabiy qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yudhayna wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya ayuhan nabiy, ewe nabii, qul li azwajik, waambie, zungumza na wake zako, wa banati, na watoto wako na binti zako, wa nisai mu'minin, na wanawake wa Kiislamu wengine, waambie nini? Yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, wajiteremshie uzuri nguo zao. Leo wake zetu wanatoka na madera peke yake wanaenda sokoni. Leo wake zetu wanatoka na madera na mtandera na mtandio wake wanaenda kazini. Ndugu zangu Waislamu, dera sio vazi la stara la Kiislamu. Wanatoka na kanga mbili au tunaeleweka kama leso mbili, anavaa leso kiunoni na leso kichwani, anaenda sokoni. Huyu bado hajistiri. Mwanamke anataka kufanya kazi, basi stiri. Na kuna wanawake wengine nao mishahara yao na kazi zao ni juu, wako na kazi za juu, waume zao bado wako chini. Wanafika mahali wanawadharau waume zao. Mume anamwita mke wake, Jumapili, njoo mke wangu, njoo. Mke anajikuna, mume wangu wewe, ukistarehe na mimi siku ya leo, huenda nikapata machofu. Kesho asubuhi Jumatatu nikashindwa kurauka, nikafutwa kazi mimi. Afadhali nimfurahishe meneja kuliko kumfurahisha mumewe. Yusema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha daa rajulun imra'atahu ila firashi fa'abat fabata ghadibana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Pindi mwanamume atakapomuita mkewe juu ya malazi yake, kisha mwanamke huyo akakataa, mwanamume akalala ilhali ana hasira juu ya mke wake, ajue mwanamke huyo ndio apata laana za malaika mpaka kutakapokuwa asubuhi. Leo ni wanawake wangapi wanaoitwa na waume zao, njoo mke wangu, ima kwa mazungumzo au kwa starehe, vyovyote mume anakuita, lakini mwanamke anakataa. Laana za malaika zinamjia mpaka asubuhi. Muda sio rafiki. Kuna wale mabiti huenda wakaleta hoja, ewe shekhe wewe ulioko juu ya mimbari, unaowazungumza hapa ni wanawake walioolewa. Sisi hapa tunakusikiliza na bado hatujaolewa, ni mabiti. Je, sheria inaturuhusu tufanye kazi? Jibu lao hawa tunawapeleka ndani ya Qur'ani tukufu katika sura Al-Qasas, sura 28 aya 23. Yasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. anasema walamma warada ma'a madyan wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tadudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ri'a'u wa abuna shaykhun kabir. Hiki ni kisa ambacho kilimtokea Nabii Musa alayhi salatu wassalam baada ya kumpiga mtu ngumi mpaka kumuua kule kwa Firauni, akaamua kuchala, yani kutoka. Akaja sehemu za Madian. Alipofika pale Madian, akakuta kuna wanaume ambao ni wachungaji, wanachunga wanyama wao na kuwanywesha wanyama wao maji. Lakini pia Nabii Musa alayhi salatu wassalam akawaona kando mabinti wawili wanafanya kazi ya uchungaji, walakin tabudani, wanawazuilia wanyama wao wasiende kunywa maji. Jambo hili lilimshangaza sana Nabii Musa. Imekuwaje hawa mabinti wanawazuilia wanyama wasiende kunywa maji? Alijulia karibu pale, akawauliza ma khatbukuma, muna nini nyinyi, mbona mnawazuilia wanyama wenu wasiende kunywa maji? Qalata, wale mabinti wawili wakasema kumwambia Nabii Musa, la nasqi, sisi hatunyweshi. Limadha? Hatta yusdira ri'a'u, mpaka wale wachungaji walioko pale watoke. Wale ni wanaume, sisi ni wanawake, ni mabinti, hatuwezi kwenda kupigana makungu na wale wanaume. Waacha wale watoke, kina Hasani na kina Juma watoke pale. Sisi kina Amina na kina Mwajuma twende tukameshe. Lakini leo wake zetu wanapigana makungu sokoni. Watu wanapigana makungu na kugusana gusana. Tena leo Uislamu, hawa mabinti walikuwa na sababu na dharura ya wao kwenda kufanya kazi. Dharura gani? Wakamwambia Nabii Musa, wa abuna shaykhun kabir, na baba yetu ni mzee sana. Hapo tunafundishwa, lao baba singelikuwa mzee, baba angetoka kufanya kazi, mabinti wangekaa nyumbani. Kwa hivyo katika sheria, baba akiwa amekufa, baba ni mgonjwa, baba ni mzee, baba kuna dharura, mabinti na wao wanaruhusiwa kufanya kazi. Lakini kama kwenu nyinyi ni matajiri, wanawake wanapata kila mahitaji, wanachukua mahitaji, wanawake makao yao ni nyumbani. Ala samaya, hivi hamko pamoja nami? Anna hadhihi ayata kalimata, kuhusu aya kama hii tukufu, tushiru isharatan wadhiha, inaonyesha mwangaza wazi wazi, anna rajula, kwamba mwanamume huwa mas'ulun 'an mar'ati, yeye ni mas'ulia juu ya mwanamke, wa anna al-mar'ata, na huyu mwanamke makanuha baituha, mahali pake nyumbani wake. Nini kikafanyika? Nabii Musa fasaqa lahuma, Nabii Musa akamwambia kaeni kando, wacha niwasaidie kuonyesha wanyama wenu maji. Nabii Musa akawasaidia. Hapa tunafundishwa nini? Tunafundishwa mwanamke anapotaka jambo lake fanya haraka kumtimizia. Uko na duka lako unauza, akaja mwanamume na akaja mwanamke, timizie yule mwanamke atoke mahali pale, asichangamane na mwanamume akapigwa makungu, kwani siko mahali pake nyumbani. Akawasaidia Nabii Musa, thumma tawalla ila dhilli faqala, kisha Nabii Musa akaenda kando kwenye kivuli, ishara ya kuchoka. Faqala, akasema kumwambia Mwenyezi Mungu, anamwambia nini? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ewe Mola wangu, mimi ni mhitaji kwako wewe ya kheri utakayonipatia. Hapo tunafundishwa nini? Tunafundishwa Nabii Musa alipokuwa anawasaidia wale mabinti, alikuwa anawasaidia ili Mungu amlipe, sio anawasaidia baadaye na wale mabinti wamlipe. La, njoo katika zama zetu za leo, dereva wa matatu anaendesha matatu kutoka Mgoba mpaka Feri, umvizia binti wa mtu anayechelewa shuleni ili ampeleke siku kama za mbeleni,
Na wewe pia unapomsaidia mtu, msaidie mtu kisha usiweke hoja, mimi namsaidia na yule siku moja natakuja nisaidie. Saidia kisha mambo ya Mwenyezi Mungu. Unaona nilichokifanya kwa ajili yako, na wewe nipatie. ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت من خير فقير. Siku hiyo mabinti walifika nyumbani mapema. Baba alishangaa, baba yake ni Nabii Shuaib. Watoto wangu kule wamefika mapema, umeendaje huko? Imekuwaje? Mabinti wanasema baba, leo kuna mtu kaja katusaidia leo. Ndio maana tumewahi mapema. Maana kila siku mpaka tuwasubiri wale wanaume wamalize, sisi tunakuwa watu wa mwisho, ndio maana tunachelewa. Baba akasema, huyo aliwasaidia sehemu nyingi wa hapa. Huyo ni mgeni. Akatoa ruksa binti yake mmoja atoke. Sikiliza. Leo mwanamke ndio anatoa ruksa mtoto. Baba anatoa ruksa, mwanangu toka, nenda kamwite huyo mtu. Sio mtu hivi, sio Amina na Mwajuma, nenda kamwite. Mwanangu mmoja toka, nenda kamwite huyo mtu. Sikiliza Allah anasema. Fajaatu ihdahuma. Alifika binti mmoja kati ya wale wawili. Tamshi ala istihya'i, anatembea haja naona haya. Hebu leo tuma binti yetu mtu mmoja hapa nenda kamwita hivi, anatembea mwendo anapotaka yeye, kibaki na uwani unaokueshiwa. Lakini kwa Musa anajiliwa na binti ambaye hajaolewa. Tamshi ala istihya'i, anaona haya, kajifunika kubigubi. Alipofika pale akamwambia Musa, Nabii Musa, qala inna abi yad'uka liyajziyaka ajran saqalta lana. Baba anakuita twende ili aende akakulipe ujira ambao umeweza kutunyeshia sisi. Twende, baba anakuita. Kijana wewe mwenzangu, umekuwa peke yako maskani, binti wa mtu kaja kukufuata, twende nyumbani, baba anakuita. Kitu cha kwanza utauliza, una namba ya simu? Una WhatsApp? TikTok hii? Facebook unayo? Nabii Musa alimwambia wale binti sio Facebook wala WhatsApp, alimwambia imshi khalfi, ili tuone nyumbani, pita, tembea nyuma yangu. Tembea nyuma yangu. Inni akrahu, sio mimi sipendi, mimi nachukia. Antusiba riha thiyabaki, mtakapoona upepo unapokuwa unavuma, upepo ule ukapiga mavazi yako, fatoshike jisadaki ikaona umbile lako jinsi lilivyo. Nachukia kuona hayo, pita nyuma, tutembee kama imani. Leo haeza. Sasa kama mwelezi hili usifanye kazi na mtu wa mtu, ili kupokea, afadhali kwa baadhi ya watu. Ibilisi ni mbaya, hatutaki mazuri, na ndio akili yetu anatamani na yeye tuendelee mazuri. Tutajikuta mahali mbaya. Wanatembea, baadhi ya wanazuoni wanasema alielekezwa kutumia mawe iwe itakavyokuwa. Baada ya kupita nyuma binti, walipofika nyumbani wakaanza kuhadithia zile hadithi zote. Nabii Shuaib akamwambia Nabii Musa, la takhaf, usihofu, najauta min al-qawmi adh-dhalimin. Hapo mwisho ukishakaa na watu wabaya. Kati ya wale binti, qalat ihdahuma, alisema binti moja kati ya wale wawili, ya abati istaajiru, ewe baba yetu, mwajiri huyu. Nani huyu? Nabii Musa. Nabii Musa ni mwanamke? La, ni mwanamume. Watu kazi zinarudishwa nani? Kazi inarudishwa mwanamume. Sasa zinatoka kwa mwanamke, zinarudishwa mwanamume. Ewe baba, mwajiri huyu Musa huyu. Inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin, kwani mbora wa yule anayefaa kupewa kazi ama kuajiriwa kazi awe na sifa mbili, awe na nguvu tena mwaminifu. Jamani, sijasema certificate haifai, certificate haifai. Lakini ukisoma mpaka form 4 university ukawa na certificate, kisha bosi akakuridhia katika ofisi, basi fanya amali njema, kwa sababu kazi ni ibada. Wakati unatafuta riziki ya halali unapata thawabu. Lakini kwa kuwa wewe unajua kompyuta milioni 2.5 zimeingia, bosi wako hajui,
wacheza na kompyuta laki 5 unaweka kwenye akaunti yako, laki 2 unaweka kwenye akaunti ya bosi, unafanya vile unavyotaka wewe, uaminifu unakosa. Sawa, umesoma mpaka una certificate sawa. Qur'ani imesema uwe na nguvu tena mwaminifu. Leo watu wengi hawana uaminifu kwenye kazi za watu. Ndio maana watu wakifungua biashara zao wanaamini afadhali wakae wao wenyewe. Kisha vijana tunabaki mtaani, hamna kazi, kazi zipo lakini uaminifu hakuna. Jamani, tubadilikeni, tutaishi katika maisha ya furaha. Mwanamke akikatazwa kufanya kazi, mwanamke hajakatazwa, anaweza kufanya kazi na wanawake wenzie, anaweza kufanya kazi peke yake mwenye ministry, anaweza kufanya kazi na mumewe, ama mtu ambaye hawezi kumuoa kisheria, huyu anaweza kuoa kisheria. Lakini akiwa pekee na mtu ambaye anaweza kumuoa kisheria, wao wawili tu, ibilisi ni mbaya. Hatusemi anaweza kutendea, ibilisi ni mbaya. Alafu kuna nafsi ambayo amara bisui, nafsi ambayo inaamrisha mambo mabaya, ina matamanio mabaya. Ndio maana unaona kwa nyingine sina hali. Kwa maana tukasema khutba ni lugha, lakini tuko na subject yetu, hukumu ya mwanamke kufanya kazi katika Uislamu. Je, nini baada ya hapo? أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي أعطى عبده كتابا كالشمس والقمر وبسنته بالقمر إذا تلاها من تمسك به مع شق النور كالنهار تجلاها ومن أعرض عنهما دل في ظلمات الليل إذا شاء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الجن والإنس سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وخير الزمان. قال الله تعالى في تنزيله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إخوة الإيمان أحباب رسول الله، inshallah nipata nafasi kama hizi tena tutakuja kuzungumzia